J Studio inawaletea. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدعة والضلالات والنار. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعته وطاعة رسوله الكريم لعلكم تفلحون. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia rehema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la kwanza naihusia nafsi yangu na kukuhusieni juu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa thaniyan, na jambo la pili, kabla kuingia katika mada, ningependelea palipokuwa na nafasi mbele yako usogee kwa ajili ya wale waliokuwa nyuma, wasiwe ni wenye kukata mabega ya ndugu zao, na wenye kusoma Qur'ani baada ya khatibu kupanda ni katika makosa au kunyamazishana. Ikhwani wa ahbabi, Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria, moja kati ya mambo ambayo kwamba ameadhimisha, moja kati ya mambo ambayo kwamba yamepatiwa manzila adhim, mojawapo ni as-sidq, ukweli. As-sidqu ma'a Allah, mja kuwa mkweli kwa Mola wake, akajipamba na sifa ya ukweli. Ibadallah, inna as-sidqa laha manzilatun adhima, manzilatun rafi'a. Hakika ukweli una manzila ya hali ya juu katika Uislamu, ina manzila kubwa sana katika sheria ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kutufikishia. Wa mimma yadullu ala adhamatihi, na katika yale ambayo kwamba yanaonesha kuwa ukweli ni sifa ambayo kwamba ina utukufu wa hali ya juu, ni miongoni mwa sifa zilizokuwa bora mtu kujipamba nazo. Allah subhanahu wa ta'ala kabla kutuwajibishia ukweli amejiwajibishia juu ya nafsi yake sifa ya ukweli. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa qala subhanahu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa qala subhanahu ومن
أصدق من الله قيلا وقال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا والآيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه amejisifia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, ameisifia nafsi yake kuwa na ukweli. Ni sifa kati ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli, ikhwani wa ahbabi, ni sifa ambayo kwamba lazima kila mmoja jipambe nayo, bali hakuwa ni mwenye kujisifia yeye pekee na sifa kama hii, akawa ni mwenye kuwasifia manabii, mitume waliotumwa kwetu sisi, mitume waliotumwa juu ya ardhi hii. Kabla kusifiwa na sifa ya utume, walisifiwa na sifa ya ukweli, walipambwa na sifa za ukweli kabla wahi kuwateremkia. Walikuwa sio wenye kusema uongo, sio wenye kudanganya. Kabla hata kupewa utume, haujamteremkia yeye wahi, lakini amepambwa na sifa za ukweli. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. wote kabla kusifiwa na rasul au risala na nubuwa, kabla kusifiwa na utume, kupewa utume, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia na ukweli. Amewapamba manabii na sifa ya ukweli kabla kuwapamba na sifa ya unabii. Khadija radhiyallahu anha anaeleza baada mtume sallallahu alayhi wasallam mara ya kwanza kuteremkiwa na Jibril, anateremkiwa na Jibril, anajiwa na Jibril kuletewa wahi, hafahamu ni nini kilioniteremkia mimi, ni maneno gani, ni kiumbe gani nilichokutana nacho kwenye pango. Anarudi nyumbani anatetemeka, zamiluni zamiluni, anafinikwa. Khadija anamuuliza, anaeleza maajabu aliyoyaona, anakutana na malaika, anamwambia maneno ya ajabu. Khadija hakupinga maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, bali akasema kalla wallah la yukhziyaka Allah innaka tasdiqul qawla, hakika wewe ni mwenye kusema ukweli. Hapa wahi unateremka, wanamtambua wale ambao kwamba walioishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kabla kupewa utume, alikuwa ni mwaminifu, ni mkweli. Hizi ni sifa ambazo kwamba sio lazima uwe shekhe au uwe nani uwe mkweli. Hii ni sifa lazima kila Muislamu ajifungamanishe nayo. Ni sifa ambayo kwamba unawajibika wewe kujilazimisha nafsi yako na sifa ya ukweli. As-sidqu ma'a Allah was-sidqu bainaka wa baina an-nas, ukweli bainako wewe na Allah, ukweli bainako wewe na watu, ukweli wewe mwenyewe kwa nafsi yako. Leo wingi tunajidanganya nafsi zetu, wingi tunawadanganya watu, wingi hatui wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni Muislam, wewe ni mtu wa sunna, lakini mbele za watu ukiwa peke yako wewe, ukawa baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna muongo kama wewe, hakuna mchafu kama wewe, hakuna sampuli ya uovu kama yako wewe. Lakini ukiwa na watu, mbele ya macho ya watu, unajipamba na sifa nzuri, unajipamba na sifa ya ukweli. Ukiwa peke yako unamsema huyu, ukiwa peke yako unamsema yule, mara umempokonya fulani, umemdhulumu fulani. Huu nao ni katika ukweli. Ikhwani wa ahbabi, ukweli sio kuongea tukaulizwa imetokea ukasema naam au la. Ukweli ni pale ambapo kwamba unakuwa mkweli na Mola wako, ni haki ya mtu unairudisha. Kumsengenya mtu unajiepusha, chochote kile, huyu ndiyo mkweli. Leo tunamwona mkweli ni yule ambaye kwamba hadanganyi peke yake, lakini kazini pengine anawadhulumu waliokuwa chini yake, anawanyima haki zao wafanyikazi, au chochote kile anawasengenya watu, lakini ukimuuliza anakujibu ukweli. La, hunao sio ukweli. Ukweli ni ule baina yako wewe na Mola wako, unafanya nini. Ukweli wa maneno na vitendo. Tusiwe wakweli tu wa maneno au wakweli kwa kujionesha, tuwe wakweli kwa vitendo. Leo watu ni waongo mpaka katika ibada, ni waongo mpaka katika Qur'ani,
ni waongo mpaka katika dua, hujui uanze wapi, hujui umalize wapi. Ukija kwenye kuongea ni waongo, ukija kwenye ibada ni waongo. Leo nenda ukaangalie, zunguka katika misikiti mitukufu Makka na Madina, nenda ukaangalie Waislamu. Mtu anampatia mwenzake simu, hebu nipige picha, shika. Hawezi kupigwa picha amesimama, atanyanyua mikono, hasomi dua. Muongo, sio kuwa nasoma dua, nipige moja, imetoka vipi? Bado nilekeze na Alkaaba nionekane. Waongo mpaka katika ibada. Ukija katika Qur'ani unamkuta mtu eti anajirekodi kwenye mitandao, sasa imeenea, mtu anajirekodi eti anasoma kwa sauti ya imamu fulani Mahir au Sudais au fulani, kumbe nyuma ya video ile imewekwa sauti nyingine. Mpaka katika Qur'ani anaonesha watu kuwa mimi nina kipaji cha kusoma sauti fulani na fulani na nimehifadhi kadha wa kadha, kumbe kadhab. Mpaka katika ibada watu wamekosa ukweli, wamekosa uaminifu baina wao na Mola wao. Hizi ni sifa ambazo kwamba mpaka maadui wa Uislamu ambao kwamba walikuwa bado wengine hawajaingia katika Uislamu, na wale ambao kwamba hawakuingia katika Uislamu walimwamini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamjua huyu ni muaminifu kabla hata kuteremkiwa na ujumbe au na wahi au kupewa utume. Abu Sufyan kabla kusilimu, mwanzo Uislamu, anakutana na Herakl mfalme wa Rum. Anakutana naye mfalme, anamwambia wamadha ya'murukum Muhammad wamadha yaqulu lakum Muhammad, ala madha ya'murukum, anawaamrisheni na nini Muhammad, anawaambieni nyinyi nini? Faqala Abu Sufyan akasema kumwambia Herakl, yaqulu lana u'budu Allah wahdahu wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah, anatulingania sisi juu ya kumwabudu Allah pekee wala sishirikishwe. Kisha wayamuruna bisalati wasidq, kisha anatuamrisha sisi juu ya kusali na kuwa mkweli. Anawaamrisha Waislamu juu ya kuwa wakweli, wasiwe watu wa kudanganya. Mwanzo wa Uislamu katika mambo ya kwanza yaliyoletwa ni ukweli, mtu kuwa mkweli. Haitoshi wewe ukasema mimi nasali, mimi ni Muislam, mimi ni kadha wa kadha, lakini kawa sio mkweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah hawakhutubii wasiokuwa Waislam, anawahutubia wenye iman. Enyi mloamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullah, mcheni Mola wenu, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na watu wa kweli. Watu wa kukaa nao ni wa kweli, cha kujifundisha ni ukweli. Unapokuwa mkweli, basi tambua kuwa ni moja kati ya mambo ambayo kwamba ni kamalul iman, ni katika ukamilifu wa iman. Unasali, unafunga, hukosekani kwenye safu ya kwanza, lakini hakuna muongo kama wewe. Ahadi za uongo, hujui kusema haa. Ukiambiwa wewe fanya kitu fulani, sawa. Ukipigiwa simu hupokei, ukipigiwa unatoa udhuru za urongo, ahadi zako sio za kweli, lakini hukosekani kwenye safu ya kwanza. Bado wewe hujakuwa mkweli. Wakunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na watu wa kweli. Hizi ni sifa wamesifiwa mitume, na hazikuwa ni sifa za mitume pekee, bali zilikuwa ni sifa za waja wema. Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia mamake Isa. Hakuwa nabii, Maryam hakuwa nabii, lakini Allah amemzungumza katika Qur'an, wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa siddiqa, ni mwanamke mkweli katika wakweli. Abu Bakr as-Siddiq, Mtume radhiyallahu anhu, alipanda katika jabali la Uhud akiwa pamoja yeye na Abu Bakr as-Siddiq na vile vile Umar ibn Khattab na Uthman. Walikuwa wanne juu ya jabali lile, likawa ni lenye kutetemeka. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, uthbut ya Uhud, thibiti ewe jabali Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, hakika waliokuwa juu yako wewe jabali ni nabii na siddiq
Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuita Abu Bakar Siddiq, anampatia laqab. Hakuna sahaba bora kama Abu Bakar as-Siddiq. Anasifiwa sifa ya kwanza ni sifa ya ukweli, sifa martabatu as-siddiqiyya, sifa ya ukweli. Hii ndiyo sifa ya Muislamu, hii ndiyo sifa ya kuigwa, hii ndiyo sifa ambayo kwamba mtu lazima ajifungamanishe nayo. Leo angalia tunaiga sifa gani? Kwetu sisi sifa za kuiga ni sifa za ubabe, sifa ambazo kwamba ni za ajabu, sifa zinazochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anataka awe kama msanii fulani, yule anataka awe kama footballer fulani, yule amemwona fulani amefanya kadha wa kadha. Mimi nampenda yule haweki mtu, yule anakujibu hapo kwa hapo, yule kadha wa kadha, yule hizi ndo sifa ambazo kwamba tunaziona kuwa ni nzuri. Hata kama ni matusi, lakini yule hakuweki, anakuambia hapo hapo, hata kama kukutukana. Yule haogopi mtu bwana. Mimi nitaka mtu kama vile, huogopi mtu wewe. La, sio sifa za kuigwa. Sifa za kuigwa ziangaliwe kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sifa za kuigwa ziangaliwe kwa wema waliotangulia. Ukweli una manufaa gani katika maisha ya Muislamu? Ukweli unamsaidia nini Muislamu? Anapokuwa mtu mkweli na Mola wake, basi mambo yake huwa yanakaa sawa. Fa idha azama al-amru falau sadaqu Allah lakana khairan lahum. Pindi wanapoazimia jambo, pindi unapotaka kufanya jambo, falau sadaqu Allah, basi lau watakuwa wakweli kwa Mola wao, lakana khairan lahum, itakuwa ni bora kwa wao. Unapokuwa mkweli kwa Mola wako, mambo huwa kama ni biashara hunyooka. Unapokuwa mkweli, kuwa mkweli nyumbani, kuwa mkweli katika ibada, kuwa mkweli maskani, kuwa mkweli nje, kuwa mkweli kwa marafiki, basi mambo yako yatanyoka. Fa idha azama al-amru falau sadaqu Allah lakana khairan lahum. Pindi watakuwa wakweli kwa Mola wao, basi itakuwa ni bora kwa wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min rajulin yas'alu Allah ash-shahada bisidqi, hakuna mtu atakayemuomba Allah shahada, atakayemuomba Allah shahada pindi anapokufa, ukweli wa kumuomba, akawa mkweli na Mola wake, illa ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha huyu katika manzila mashuhada, atawekwa siku ya kiyama katika manzila mashahidi, walau mata ala firashih. Mtume anamaliza kusema hata akifa juu ya kitanda chake, lakini sa'ala Allah ash-shahada bisidq, alimuomba Allah shahada kwa ukweli wa kumuomba, kwa ukweli, sio kuomba tu wakati wa dua, akawa ni mkweli katika vitendo, akawa ni mkweli katika kuamiliana na watu nyumbani, misikitini, kwenye ibada, maskani, kote, si nje sio ndani, ukawa unajifungamanisha na ukweli. Hii ni sifa ambayo kwamba siku ya kiyama itakupatia manzila adhim. Anakuwa ni mwenye kufufuliwa pamoja na mashuhada. Mtume anasema hata akafa katika kitanda chake. Waqad ruya au thabata anna rajulan, imethibiti kuwa bwana mmoja jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam fa aslama, alikuwa katika wabedui, akaja akasilimu kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya muda vikaja vita, akaingia vitani, akapigana, akatoka katika vita vile. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuganyiza ghanima. Alipoletewa ghanima akamuuliza, ya Rasulullah, hii ni nini? Ni nini? Akaambia ghanima, chukua, ni fungu lako. Akasema, wallah alladhi la ilaha illa hu, na hapa kwa yule ambaye kwamba hakuna mola wa haki wa kuabudiwa isipokuwa yeye, ma bay'anaka ala hadha, sikukufanyia bai'a mimi kwa ajili ya hili, kwa mambo ya kidunia. Inma bay'atuk, hakika nimekupatia bai'a, an yadkhula as-sahmu min hahuna wa yakhruj min hahuna. Akasema nimekupatia bai'a mimi kwa ajili kuingia kupigana kwa ajili ya Allah, mshale uniingie hapa na utoke kwa upande wa pili, fa amutu wa adkhula aljanna, ili nife niingie peponi, pepo uliyoizungumzia.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ikiwa ni mkweli basi Allah atakusadikisha. Vikaja vita vya pili. Yule bwana baada ya vita analetwa, maiti yake inaletwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mshale umeingia sehemu ile ile aliyoashiria, ukatoka sehemu ile ile. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Allah fasaddaqahu. Amemsadiki Mola wake, amekuwa mkweli kwa Mola wake, Allah subhanahu wa ta'ala kamsadikisha ukweli aliyokuwa nao. Ikhwani wa ahbabi, anapokuwa mtu mkweli, hii ndio sifa ya kujipamba, basi tambua kuwa sifa hii itakuwa ni yenye kukufikisha katika daraja iliyokuwa kubwa siku ya kiyama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإخواني في التوحيد والعقيدة، sifa ya ukweli ni sifa ambayo kwamba siku ya kiyama itaangaliwa na utaulizwa, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, wataulizwa wa kweli kuhusiana ukweli wao. Siku ya kiyama wataulizwa wa kweli, na ukweli utakuwa ni kipimo cha kupimwa. Itakuwa ni siku ambayo kwamba hautakunufaisha wewe isipokuwa ukweli uliokuwa nao. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah tasema siku ya kiyama, qala Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hii ni siku ambayo kwamba wa kweli kitakachowafaa wao ni ukweli wao. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim. Hakika siku ya kiyama wa kweli watakuwa ni wenye kulipwa kwa ukweli wao. Ukweli utakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana ukweli. Satus'al ya Abdullah, utaulizwa. Unadhania ni mchezo? Leo watu ni waongo mpaka kwa nafsi zao, watu ni waongo mpaka kwao wenyewe. Anaijua haki lakini ni muongo mpaka katika haki aliyoiona, licha kuambiwa haki aliyoiona. Leo angalia watu wanavyoishi. Maisha gani haya sisi tunayoishi leo? Leo tumefikia hadhi ya kuwa tunapoishi, mtu anakukosea kisha anazunguka kwa watu kuzungumza ya uongo ili aonekane yeye ni mwema, aliyekosea aonekane, aliyekosewa aonekane ni muongo. Waongo leo wanakimbia kujitakasa. Mefikia kiwango hichi, unaweza kudhulumiwa na ndugu yako, kisha ndugu yako akazunguka kwa wanafamilia anawajaza maneno, hali ya kuwa anajua kwa nafsi yake, anajua haqqan kuwa huyu ndugu yangu nimemdhulumu. Anajidanganya mpaka nafsi yake. Angalia vijana wanavyojidanganya, wanaona kana kwamba hawawezi kufa. Watoto wa kike wanavyojidanganya kwenye mitandao, wanajiweka mapicha wakiwa uchi au nusu uchi, wanaona kuwa bado wana umri, wanaona kuwa bado mimi nitasogea, siwezi zeeka saizi. Anajidanganya nafsi yake. Unaweza zeeka wewe bado ukiwa na miaka 20 au 18, ukapewa gonjwa wewe, ukawa wewe na yule aliyoko katika miaka 50, wewe hali yako ni mbaya hata kuliko yeye. Lakini nafsi zetu zinatudanganya wenyewe, licha kuwadanganya wengine, zinatudanganya wenyewe. Tuinuke, tushtuke, tuwe wa kweli kwa vitendo, tuwe wa kweli kwa maneno. Ukweli wallah, ukweli utakufaa, ukweli utasimama na wewe, hata kama utaona kuwa hapa uongo utanifaa mimi, hapa uongo ni kheri kwangu mimi. Lakini lau utasema ukweli, ndio bora kwako wewe, hata watu wakakuchukia, hata watu wakakuona mbaya. Tambua kweli, ukweli, tambua hili, ukweli kwako wewe katika jambo hilo unaloona kuwa urongo ndio bora, basi ukweli ni bora, hata kama unaona kwa dhahir kuna shari itakusibu. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala
amemtaja yeye pamoja na Murara na Hilal, wametajwa katika Qur'ani. wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia hawa masahaba watatu waliokosa kwenda katika vita vya Tabuk. Anakieleza kisa hichi mmoja kati ya hawa watatu, Ka'b ibn Malik, anasema nilipokosa kwenda vitani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafika na masahaba katika ardhi ya Tabuk, akauliza ma sanaa Ka'b ibn Malik, amefanya nini Ka'b ibn Malik? Faqala rajulun min bani Salama, bwana mmoja katika Banu Salama akasema hakuna kilicho ma habasahu, hakuna kilichomzuia illa an-nadhru, ma habasahu illa an-nadhru fi atfihi, hakuna kilichomzuia isipokuwa kule kujiangalia na mavazi na mengineyo. Burda, mavazi yake na mambo ya kidunia ndiyo kimemzuia Ka'b ibn Malik, kama kilivyowazuia wanafiki walikuwa kiangalia dunia yao wanashindwa kwenda vitani. Akawa namzungumzia Ka'b kwa maneno kama haya. Faqala Muadh ibn Jabal, Muadh akawa ni mwenye kusema bi'sa ma qultu wallah ma na'lamu alayhi illa khaira, umesema baya sana, hatujui isipokuwa kwa Ka'b isipokuwa khairi, hatujui kilichomzuia ya Rasulullah, tunamjua hajawahi fanya mambo kama haya. Walipomaliza katika vita, watu wanarudi, habari zinawafikia kina Ka'b ibn Malik, mtume anakuja anasema faja'altu atadhakkaru al-kadhiba, nikawa ni mwenye kufikiria sasa nidanganye vipi, niseme uongo gani. Falamma wasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina, mtume alipofika katika mji wa Madina akaingia msikitini kusali, fajalasa, akakaa. Fadhahaba anni al-batil, Ka'b ibn Malik anasema ukanipotea mimi ubatili, yani kudanganya. Nikaazimia, faazamtu, nikaazimia an la uhaddithahu illa bisidq, nisimhadithie isipokuwa ukweli. Wakamwendea yeye wale munafiqun, wanaenda kwake yeye kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanalia ya Rasulullah, nilikuwa na udhuru wa fulani, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaombea maghfira, ghafara Allahu lak, nenda, ghafara Allahu lak, nenda. Anawajua ni wanafiki. Alipokuja Ka'b ibn Malik akasogea paka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fajalastu baina yadayhi, nikakaa mbele yake, fasallamtu alayhi, anasema nikamsalimia mtume, akajibu fatabassama tabassum almughdab, akawa ni mwenye kutabasamu, lakini tabasamu la aliye na hasira, aliyekasirishwa. Akamuuliza kwa nini umekosa ewe Ka'b, anamjua huyu sio katika wanafiki. Ka'b ibn Malik akainamisha sura yake, niseme ukweli au nidanganye? Faqala ya Rasulullah, law jalastu inda ghayrik min ahli dunya, ewe mtume wa Allah, lau ningekaa mbele ya mtu wa dunia asiyekuwa wewe, la kharajtu min sakhatihi bi'udhrin, ningeondoka asingenikasirikia kwa udhuru. Laqad utitu jadalan, hakika nimepewa ulimi wa kuweza kushindana, nimepewa ufasaha wa kuweza kuzungumza. Naweza kuzungumza na mtu uongo nikaufanya ukweli, ukweli nikaufanya uongo na akaniamini. Lakini mbele yako, la in haddathtuka bihadithi kadhibin, lau nitakuhadithia kwa hadithi ya uongo, la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya, wala in haddathtuka bihadithi sidqin inni arju min Allah an yukrimani bil aqibati al hamida. Lau nitakudanganya leo, satardha anni, utaridhika na mimi na utaniambia kama ulivyoambia wanafiki. Allah kusamehe, lakini Allah atakujulisha na atakuambia kuwa mimi ni katika waongo na wanafiki na utanichukia. Na mimi sisemi isipokuwa ukweli leo hii, na huu ukweli wangu, kupitia ukweli wangu natarajia kutoka kwa Allah atanipatia mwisho mwema na atanipatia jaza nzuri. Aliposema maneno yake kisha akasema wallahi ma bi min udhrin, wallahi ma bi min udhrin, wallahi ya Rasulullah. Mtume akasema amma hadha faqad sadaqa, ama huyo amesema ukweli. Fakum hatta yaqdi Allahu amrak, inuka mpaka Allah atoe hukumu katika jambo lako.
Anasema nikainuka nikaondoka, nikauliza tuko wangapi tulofanya kama hivi? Akaambia mko watatu, wewe na Murara na Hilal. Anasema nikawa natembea, Mtume sallallahu alayhi wasallam fanaha an-nasa an kalamina, akawaamrisha watu wasituongeleshe. Falabithna ala dhalika 50 leila, tukawa siku 50 waislamu hawatuongeleshi, Mtume hatuongeleshi. Tunakuja kuswali msikitini, hakuna anayetuongelesha. Ukimuongelesha mtu hakujibu. Mtume ametuambia tujitenge, na hawa watatu tumejitenga. 50 leila, siku 50 tuko katika hali kama hii. Alikuwa na uwezo wa kudanganya, alikuwa na uwezo wa kusema, na Mtume angemwambia ghafara Allahu lak, na wengine wasingejua, lakini anasema la, ukweli utanifaa. Anazunguka na wazungumzisha watu, kila mmoja anampuuzia, salamu hajibiwi. Anakuja paka msikitini, anasema Ka'b, naja paka msikitini, hakuna anayeniongelesha. Namwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, namsalimia, fa aqulu fi nafsi, mpaka najiambia kwa nafsi yangu, amejibu kweli salamu au la? Simsikii kabisa. Mtume haniangalii macho kwa macho. Kila mmoja, fataghayyara an-nasu lana, watu wakatugeukia wote kwa ajili ya ukweli. Anaiona dunia inabadilika. Ndio Allah akasema hatta wa ala thalathati alladhina khulifu, hatta mpaka pale ambapo kwamba ardhi dhaqat alaihim al-ardhu bima rahubat, ardhi ikawa ni yenye kuwa bana, wakaona watu wamewabadilikia, nafsi zao zinawasuta kwa ukweli. Siku zikapita, baada ya siku 40 Mtume anatuma mtu, anamwambia Ka'b na wale wengine wawili, rudini. Au anatuma mtu anamwambia waendeeni hawa, waambie wajitenge na wake zao mpaka Allah atakapoteremsha hukumu yao. Wanaambiwa jiekeni mbali na wake zenu, wake wanapelekwa makwao. Kwa ajili ya ukweli, anaiona dunia inambana, anaona hali inabadilika. Anasema baada ya siku 50 au baada ya siku 40 nikamwendea ibnu ammi, mtoto wa ammi yangu, wa kana min ahabbi an-nas ilayhi, alikuwa katika watu ambao kwamba nawapenda kweli kweli. Nikamsalimia Abu Qatada, fama radda alayya salam, hakunijibu salamu yangu, akanyamaza. Nikamsalimia tena akanyamaza, nikamsalimia tena akanyamaza. Nikamwambia ya ibn ammi, ewe ndugu mtoto wa ammi yangu, anshuduka billah, hal ta'lamuni anni uhibbu Allah wa rasulahu, je wewe si unajua mimi nampenda Allah na mtume wake? Ananyamaza, anaangalia kando. Anarudia mara ya pili na mara ya tatu. Ndugu yake anamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake anajua, niondokee. Ndugu anakataa kumzungumzisha ndugu yake kwa ajili ya ukweli. Nasubiriwa amri ya Allah. Siku 50 zilipopita, Kaaba anasema nikawa niko kwangu nyumbani nasikitika. Mfalme wa Ghassan amenitumia ujumbe. Mfalme wasiokuwa Islamu anamwambia njoo sisi tutakupokea kama Muhammad amekukataa. Anamwambia la, siku ya 50 imefika. Anasema nasikia mtu anapiga fujo nje ya nyumba yangu, anasema abshir ya Ka'b, abshir ya Ka'b, abshir ya Ka'b, chukua bishara ewe Ka'b, chukua bishara ewe Ka'b. Anasema nikajua imekuja faraja kutoka kwa Mola wangu, zikateremka aya kuwatakasa. Waliposimama na ukweli, ardhi ikawabana, watu wakawaona waovu, kila mmoja hamzungumzishi, lakini aya zikateremka kuwatakasa. Ukweli ni bora kwako wewe fi dunya wal akhirah, katika dunia yako na akhira yako. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash shirk al mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.